Haya, ilikuwa unaondoka na funguo. Na unajua kabisa funguo inakaa hapa. Kilichokufanya uondoke na funguo kitu gani? Yaani mimi nimefika na kaa nje, yaani na kwangu na kaa nje. Funguo si unajua inakaa hapa, kilichokufanya uondoke nacho kitu gani? Unipe mimi funguo. Kwa hiyo unajua mimi sirudi hapa nyumbani, si ndio? Ili upate kuleta na wake zako aje. Wewe uzi moja wewe. Ndio. Kwa hiyo kajua mimi tena hapa ndo sirudi, naondoka moja kwa moja ukapita kuambia na wake zako tena kwamba hapa nyumbani hamna mwanamke. Si ndio? Ndio nisharudi kwangu. Unaenda wapi? Nenda kaambia na wake zako mke wangu amerudi. Mkangu. Nini? Asa nini hujui? Ningekuuliza. Mimi nataka hali ngumu. Nimechoka. Mzee una hamu. Yaani mimi nimechoka. Alafu sijisikii kabisa kufanya mapenzi. Sawa, wewe kama hujisikii nisikize basi. Wewe wala tu nitafanya. Somo yangu kuniambia hivyo. Geuka huko lale. Au nitoke nikalale kumbini. Naumia mwenzio kama. Pole. Bwana Matondo, nimekuja kwako ndugu yangu, hali ya ndoa yangu kwangu haiko vizuri. Kiuhalisia huyu mwanamke simuelewi, naona amebadilika sana. Si mtu wa kunisikiliza, si mtu wa kumwambia kitu chochote akaelewa kama mimi ni mume wake. Sasa kiuhalisia hali kwangu imekuwa ngumu sana. Na nikasema hili swala siwezi kulifanya peke yangu, lazima nije kwako kama mshenga wangu ili nijue unanisaidiaje kaka. Ndugu yangu, tambua ndoa ni uvumilivu kwanza. Na pia ndoa inatakiwa uwe na subira. Kwa kipindi hiki kigumu ambacho ulichokuwa nacho, ningekushauri kuwa na subira na uvumilivu. Usituone tupo kwenye ndoa ukaona watu wote wapo katika amani. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi katika hilo kwa msaada wangu kwako, kwa sababu nashukuru kwamba umenipa mamlaka tangu awali kwamba nikusimamie ndoa yako na unaendelea kunifuata, basi na mimi nakufuata. Ili ndoa yako ina amani, mimi kuna mahala nitakupeleka ndugu yangu. Na imani utakapokwenda utafurahi na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na mkeo atakupenda vibaya mno kuliko unavyofikiria. Ili unalionaje ndugu yangu? Mimi niko tayari kama hiyo sehemu unayonipeleka katika swala kulituiza ndoa yangu. Mimi niko tayari. Ninaomba unisaidie kwa hilo. Basi mimi nakupa maneno mazuri ya kukuondoa hofu. Yani na uhakika hiyo sehemu ambayo nitakayokupeleka wewe ndugu yangu, na imani kabisa mambo yako yatakuwa mazuri. Ila ndugu yangu, unapungua kweli shemeji. Anakuumiza kiasi hicho? Niambie shoga yangu. Safi, mimi nishakuwa tayari tena. Basi sawa, tunaweza tukaenda. Uhakika. Sasa mimi na kazi mbovu. Sawa. Sina kazi mbovu. Nakuaminia. Wewe mwenyewe utaona. Sawa.
Habari yako kaka? Salama, kwema? Kwema tu. Ndiyo, karibu. Asante ndugu yangu. Kupotea. Mambo ni mengi. Maana nilisafiri. Ndiyo. Ila nimerudi hivi juzi kati. Ndiyo. Sasa huyu mwenzangu alikuja, rafiki yangu huyu ana changamoto yake naye. Kwa hiyo nimemleta hapa. Ndiyo. Tamsikiliza, atakuelezea. Karibu. Sasa kaka, mimi nimekuja. Ndiyo. Shida yangu kubwa kabisa, nataka talaka. Kwa mumeo? Kwa mume wangu. Yaani nimemchoka kabisa, nimemchoka. Umemchoka kabisa. Una uhakika? Usije ukarudi tena hapa ukanyambia sijui nini na nini. Mimi ninapofanya kazi nafanya kazi imenyooka. Sitaki masiara kabisa. Na uhakika, yaani na uhakika. Nataka nipe talaka 2 kwa pamoja. Umepata. Yaani ingekuwa zinaruhusiwa 3, ningesema nipe zote 3. Yaani umepata. Mimi nakupa dawa, kesho utanipa majibu. Utanipigia simu. Kongo changa mikongote kuibalanga mikongo changa mikongote kuibalanga mikongo Karibuni. Asante sana mzee. Karibu kijana wangu. Naona unanawili sasa hivi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Toka ulivyokuja kipindi kile na sasa hivi. Uko tofauti kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda vizuri. Ndio. Ila tu kikubwa mzee wangu, nimekuja na ndugu yangu hapo. Sawa kabisa. Naye kidogo ana majambo yake. Na kuomba sana umsaidie. Sawa. Umsaidie ndugu yangu matatizo yake. Karibu kijana. Asante sana mtaalamu bwana. Mimi bwana nimekuja, shida yangu kubwa. Nahitaji dawa, mke wangu anipende sana. Kwa kila ninachomwambia ndicho afate. Nikimwambia kisitaki basi aache. Na nikimwambia kifanya basi afanye kile ambacho mimi nitakuwa nikoridha nacho. Ndio. Kwa hiyo nahitaji dawa, anipende tu mke wangu. Hilo limeisha hilo. Hapa ukifika hapa ndio umefika. Kakuleta sehemu sahihi. Na hilo swala lazima nikusaidie. Wewe mwanaume mwenzangu, tulishazoea kuwasaidia watoto wa kike katika masuala haya. Lakini wewe lazima nikusaidie. Nashukuru sana. Hilo swala ni jepesi sana kwangu. Sasa inabidi nikupatie dawa. Hii dawa hii inabidi ukatafute chakula kizuri ambacho anakipenda mkeo. Chips yayo. Na hakikisha unaiweka hii dawa asikuone mtu yeyote. Sasa Ndani ya siku moja utanipa majibu kama hata hii. Nakupa dawa hii mama. Hakikisha dawa hii usimwekee nyingi, atashtuka. Hii unamwekea kidogo tu kama hivi. Iwe kwenye wali au unachanganya kwenye mboga kisha unampa. Kesho tu mapema sana talaka yako umepata mama. Tena kwa hasira. Tena kwa hasira na ukali juu na mabegi atatupa. Muulize mwezio, kazi zangu anazijua wewe. Mimi sikopeshi. Tupa kupata kuna Mungu ndo mimi. Hii hapa mama. Aya, asante baba. Situweke. Nikupe sadaka. Babu, sisi tunashukuru. Ndio. Tunashukuru sana kakaangu. Tukijaliwa tutarudi. Kwa lolote tutakupigia simu. Haina tatizo. Haya sawa. Hapa ndo kwa tupa kupata kuna Mungu. Na kujua. Hauna baya. Karibuni. Ila leo mimi nawaacheni muende. Endapo mambo yakiwa sawa, yakiwa mazuri, ndipo utakuja kuleta shukrani zako. Asante sana. Zingatia. Kwa hilo niko makini. Zingatia masharti hayo. Yaani niko makini vibaya mno. Basi ndio hivyo. Asante sana. Haya, safari njema. Haya.